walikamatwa na kikundi cha Waislamu wa itikadi kali wanaitwa ISIS. Mwaiko wasikia hao watu hao. Wale jamaa, nilichoshangaa kuhusu imani ya Wakristo, sijui kama umefikia hiyo level. Walikamatwa wanaume wa Coptic, wakapelekwa baharini wakiwa wamefungwa mikono yao, wakawekwa pembezoni kabisa mwa ufuko wa bahari. Wale jamaa wamefunga, au ambao wamewakamata wamefunga nyuso zao, wameshika na bunduki, no ilikuwa ni visu, wakaweka na kamera wanarekodi, wakawaambia wale jamaa wamkane Yesu ili waweze kuachiwa. Wale jamaa mpaka mwisho walikataa, anaambiwa mkane Yesu, akagoma kabisa, mkane Yesu, akagoma kabisa. Walichinjwa mbele ya kamera na damu zao zikatiririka na kuingia kwenye bahari. Familia zao zilionyeshwa zile video, zinatisha. Hata kwenye mitandao, nadhani YouTube wameziblock, zote zimeondolewa. Wakahojiwa, mmoja wapo huyu mwanamke yuko Misri. Huyu mama ndiye alinishangaza sana. Akahojiwa, anaambiwa unaonaje? Amemshika mtoto wake, anaambiwa uliona video ya mume wako akichinjwa na damu yake kitiririka kabisa kwenye bahari? Anasema ndio. Anasema ulishtuka kiasi gani? Anasema kidogo, kama mtu anayeona mume wake akichinjwa nilishtuka kidogo. Sasa kwa nini nasema kidogo? Anasema ni kidogo kwa sababu ni shujaa. Hallelujah. Sasa unasema ni shujaa, ni shujaa. Anasema wakati naona wanahojiwa na vitisho vya kuchinjwa, anasema hofu yangu ilikuwa sio kisu kuingia kwenye shingo ya mume wangu. Hofu yangu kubwa ilikuwa ni kwamba je, atamkana Yesu? Anasema hicho nilikuwa naogopa. Anasema kwa hiyo muda wote wakati naona lile tukio, mimi huku nilikuwa nasema akimkana Yesu itakuwaje? Wewe mama, ingekuwa ndio wewe, ukaambiwa hebu mpigie simu ongee naye umshauri, baba fulani, kana tu ili uje tulee watoto baba. Katika vitu ambavyo natamani kwenye maisha yangu viweze kutokea kwenye maisha yangu ni kwamba Mungu anipe neema ya kutembelea makanisa ya Coptic Misri. Mungu anipe neema ya kutembelea makanisa ya Ethiopian Orthodox yaliyoko kule Ethiopia. Habari ya kwako. Nina hamu sana kutembelea maeneo ya kihistoria kwa sababu kwangu yananipa ujasiri mkubwa sana wa imani ya Kikristo. Mlikuwa mnajua kwamba wanaosema kwamba Ukristo umeletwa Afrika na wakoloni wameongea 50% ya ukweli, uongo 50%. Kwa sababu Ethiopia haikuwahi kutawaliwa. Si mnajua hiyo? Lakini Ethiopia ilikuwa na Ukristo. Unabari Afrika, Ethiopia ndiyo nchi pekee ya watunza sabato ya siku ya 7 kabla ya mzungu kuja. Hallelujah. Ethiopia.